Kwa nini chakula hakijaiva mpaka sasa hivi? Nilikuwa namalizia. So muda ningekuja kukuambia kama tayari. Sawa basi. Kikisha kuwa tayari utanipa taarifa. Sawa bosi. Kwanza ipo Sedeniona. Mbona hajashtuka hata kuleta msimko? Yu bosi vipi? Kwa ina maana hajaniona? Mbona hajaonyesha kiashiria kama kaniona? Au katumwa? Vipi ndugu yangu? Mbona umenitia huko? Bwashemeji, nimekuita hapa, kuna swala nataka nizungumze nawe. Maana nimejitahidi sana kuzungumza nawe nyumbani, lakini ni swala limeshindwa kuzaa matunda. Ndio maana leo nikaamua nipite hapa nipange. Inahusiana na nini hilo swala? Ni kuhusiana na jini. Bwashemeji, ukweli yule ni mchawi. Acha bwana mambo yako bwana. Inawezekana vipi? Jicho yanaweza vitu kuishi vizuri na watu. Sisi wote mwendani mashahidi kwamba wewe binti tumeipuna vizuri. Ni sawa. Ni vigumu sana kwa nini. Lakini haya nayo kwa ndia hapa ndo halisia wenyewe. Kama unakumbuka siku moja zilikuwa daini na itakwambia kuwa kuna kitu nataka nikwambie. Alafu nikasita. Ni wakati ule nataka kuongea alinikatezea na akanikanya hilo. Tafsiri yake nisiongee tena. Mbali na hilo, ni mara kadhaa sana ananipa vitisho. Akimsihi kuwa nisiongeongee mambo ambayo siyawezi kuelezea. Kwa hiyo ikawa ni vigumu sana nikusema. Ndio maana nikapita hapa leo nikaambia hivi basi wewe. Hivi wewe ushakuwa na wapi mchawi akaishi vizuri na watu? Sisi pale ndani wote ni mashahidi, tunaishi vizuri sana ule binti. Anajituma, anafanya kazi zake na kila kitu kiko sawa. Sasa umenitoa kule, njoo tuzungumze, kumbe unakuja kuniambia masuala kama ya kichawi kweli? Hebu nisikilize bwana. Wewe kama labda una ugomvi wenu binafsi wewe na yeye, au labda umemchoka pale, au labda wewe umechoka kukaa pale nyumbani unataka kuondoka, ni heri tu ukasema, lakini sio kumsingizia mwenzio kwa ni mchawi. Yaani binafsi sijapraishwa kabisa na hili swala. Sasa mimi kuna sehemu naelekea hivi. Sisteri. Mimi kuna jambo bwana. Nataka nizungumze na wewe mara moja. Jambo gani hilo? Unajua, toka niondoke kijijini, shughuli zangu zimesimama. Yaani namaanisha vitu vyangu vyote nilivyoviacha kijijini toka niondoke, maendeleo yake yamekuwa mabovu. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa nakifikiria, niondoke nirudi kijijini kwanza nikasimamia vitu vyangu. Mbona haraka sana? Au tayari ushamkumbuka wifi yangu? Inawezekana hiyo pia ikawa ni sababu, lakini kwa kiasi wazi sana. Ila si nalikumbuka lile shamba langu la bondeni kule. Rashidi kanipigia simu. Kaniambia kumechafuka sana.
Yaani kiukweli hakuna uangalizi wowote toka niondoke. Kwa hiyo nimeona tu bora nirudi nyumbani dadangu, nikafanya kazi za shamba. So mbaya kwa sababu pia Alfia amekaa muda mrefu peke yake. Najua ukienda mtamaliza. Sasa kwa kuwa kesho unaondoka, ungependa upikiwe chakula gani? Maana unajua baba unapenda kula wewe kuliko vyote. Na kweli mimi sipendaji kununua vyakula vya kwenye basi. Kwa hiyo natamani leo nipikiwe pilau fulani hivi na nyama. Uniwekee kwenye hot pot nisafiri nayo kwenye basi. Wewe tena mpenda kula. Yaani hapo nataka uwekewe ndizi, usisaulike chungwa na juisi kubwa. Unajua nini? Mimi sipendaji kununua vyakula nikiwa kwenye basi. Kwa hiyo nikitoka na vyakula vya nyumbani, hiyo safari itakuwa nzuri sana. Basi sawa. Hakikisha ukifika umwambie Alfia yangu nimemiss sana. Basi sawa, nilikuwa na hilo tu dadangu. Hamna shida. We, nimesikia unataka kuondoka. Hiyo safari yako itakuwa mwisho wa maisha yako. Kwani kuna shida gani mimi kuondoka? Wewe ukiondoka utatoboa siri zangu ulizoziona humu ndani. Mimi kama yule nakupa onyo. Ukiondoka humu ndani nitakuchekecha. Alafu huo moyo wako nitaula. Lakini unione. Haya ni maamuzi yangu binafsi. Kwa nini sasa unaamua kunifuatilia kila ninapopita? Sikia nikwambie Yude. Usipende kubishana na viumbe visivyopenda kubishana. Usiku kishuka kimya kinazunguka. Washemeji. Vipi umemkaje? Safi. Angalia movie hapa. Nimeshangaa sana kukuona hapa muda huu. Na jana nipata taarifa kwa wewe unaondoka unarudi kijijini. Na kwa ninavyojua huko mjini, mabasi ambayo yanaelekea huko kijijini huwa yanawahi sana kuondoka pale stand. Lakini mpaka muda huu kweli Bashemeji, ni kweli nilitaka kuondoka. Lakini yale masuala kuna mtu nimewasiliana nayo na amesema atayafix. Kwa hiyo bado nipo sana. Mimi nadhani hilo ni jambo zuri sana. Kama unawachika kila kitu kinaenda sawa, basi hakuna shida. Unaruhusiwa tu kuendelea kukaa hapa. Haya, mimi nilikuwa natoka basi naelekea kwenye mishimishi huko mjini. Kwa hiyo tutaonana baadaye. Basi sawa, hamna shida. Alafu bashemeji. Samahani kidogo. Si unajua tena mambo ya ndevu kidogo zimekuwa, nataka nikapendeze kidogo. Kwa hiyo usijali kuhusu hilo. Nitamwachia ujumbe hapo dada yako. Kwa atakupatia pesa kidogo kwa ajili ya kwenda saloni. Basi shukrani bwana, hamna shida. Uwe na siku njema basi. Sawa. Hivi Juli, ni kwa nini umenizuia nisiondoke?
Ni kwa sababu mimi napenda mnavyohangaika huko mtaani. Yaani unamaanisha nini unavyosema unataka unione nahangaika huko ndani? Najisikia vizuri. Yaani mimi ndo furaha yangu, yaani vikurupukurupu hivi vya hamsa, umeniogopa, nimepita nimekuangalia tu umeshtuka. Mimi ndo najisikia vizuri uzo. Sasa kama ni hivyo, kulikuwa na ulazima gani nawe kuwatesa watu ambao hawana hatia? Wewe unaweza kuwezoe afski maswali matali yake ya kupuzi sta. Wajoli. Nini sasa hicho unafanya hapo? Bosi, nafanya mazoezi. Kwa hiyo wewe ukijiangalia kabisa, unavyofanya wewe na wanavyofanya wale, ndo mnafanya sawa sawa? Hivi una akili vizuri kweli wewe? Mbona mambo unayofanya yani hayaendani kabisa na jinsi wewe ulivyo? Kila siku nakaa kukuelekeza fanya hili, acha hili. Utazama mtoto mdogo bwana. Huu muda ninaotumia kukuelekeza wewe, natakiwa nikae chini nimwelekeze Swaumu, sio wewe mtu mzima. Sawa bosi, nimekuelewa, samahani. Toka nenda. Samahani. Toka nenda. Kwenda ukumuone kwanza. Samahani ndugu yangu, bila shaka wewe utakuwa mwenyeji katika mtaa huu. Ya, ni kweli. Mimi ni mwenyeji maeneo haya. Samahani, kulikuwa na kitu natamani kukuuliza. Kuna mdada nilimuona mitaa hii, lakini anaonyesha nilivyomuona pia na yeye anaishi mitaa hii. Kwa hiyo nilikuwa natamani kujua, sijajua anaishi nyumba gani maeneo haya. Ni mdada fulani hivi mfupi mweusi, afu kama ana kikomo hivi, ni kikomo chake hivi kama kapata ajali ya bodaboda. Na kikomo fulani hivi, mwembamba hivi. Huyo atakuwa sawa Juli kweli? Huyo anaitwa Juli. Si mweusi hivi mwembamba hivi, mfupi. Huyo kiongozi. Namfahamu huyo. Sasa kama unajua anapoishi, naomba unielekeze.
Sasa nimeamini kweli kuna watu wana bahati hapa duniani. Uwezi amini, binti unamtafuta anaishi nyumbani kwangu, yaani ni mfanyakazi wangu. Kwa hiyo naishi naye hapo nyumbani, na sio mbali sana kutoka hapa, ni kama nyumba ya 3 ya 4 hivi tu. Mfanyakazi wako wa ndani? Inaishi vizuri kabisa. Mimi naona yuko sawa tu, anafanya kazi zake kama kawaida, anapika na kila kitu kiko sawa kwa amani. Mbona unauliza hivyo? Kuna shida au? Kwani kuna nini ndugu yangu? Mbona hivyo? Nisikilize ndugu yangu, yule binti sio mtu mzuri kabisa. Yule binti ni mchawi, na lengo la kukuulizia huko alipotoka akafanya matukio na tapupa. Na mimi baada ya kumuona hapa nikaambiwa nifanye upelelezi, lakini kwa bahati nzuri wewe umesema uniingie na anaishi kwako. Ile binti sio mtinji. Kuna mengi hapa. Juli mwanangu. Abe baba. Nimeamua kukutoa nyumbani tuje tuongelee mara hapa kwa sababu kidogo pametulia tulia. Kuna nyumbani makelele majirani wakati mwingine paka mtu mchana hawezi kusinzia. Mimi hapa nipo hapa na kusikiliza babangu. Sasa unajua mwanangu ni soma sana. Wewe mzuri kabisa. Tunajua mimi kopi ya mamangu. Marehemu mamangu. Kabisa. Na nikiuangalia umoja wako, wallahi namkumbuka mke wangu Bi Farida. Alikuwa mtu, alikuwa chombo. Uzuri wa bahati mimi baba yako. Mwanangu, sijawahi kumpenda mwanamke mbaya. Yaani ukiona nimekutamkia mwanangu kwamba nakupenda, basi ujue wewe ni mtu katika zile sifa 10 za mwanamke. Basi mnazo. Ukiangalia mwenye wako, mapaja yako haya mwanangu. Ukiangalia kifua chako. Autia. Sasa mbona unanishika paja baba? Mwanangu, paja lako linasisimua Ukiangalia vimemwaniwa vyako. Baba mimi mwanao. Ni sawa, lakini unajua mwanangu, toka mama yako afariki, hujawahi kuniona hata siku moja namleta mwanamke pale ndani. Na mimi ninakupenda mwanangu. Yaani wewe ndio kama mboni ya jicho langu. Unajua mimi nawaza nini kupitia wewe babangu? Hapo unakuja unaniambia vitu ambavyo sijielewi. Yaani kama wewe babangu unaweza ukaniambia hivyo watu wa nje, mimi utanichukuliaje? Mimi hapa yule atanichukuliaje? Baba, mimi hapa hivi ni mwanao. Baba, mimi ni mwanao. Mimi siwezi nikawa mpenzi wako au mkeo. Ni jamii itanichukuliaje? Yaani kama wewe unaweza ukaniambia maneno kama vipi vijana wa nje mimi, Na mimi sitaki mwanangu, kwa uzuri ulionao uje ukutana hao vijana wa mtaani wasiojua umuhimu wa mapenzi, waje wakuumiza moyo wako. Mimi nitaumia kama baba yako. Ndio maana nakupenda mwanangu. Uwe na mimi. Ya tuona mapenzi yetu wawili tu kama ya Adamu na Hawa. Hapo hamna kusema kwamba fulani ameniumiza. Mimi baba yako nakujua vizuri. Siwezi kukuumiza. Na nitakupa kila kitu katika maisha yako mwanangu. Vile nilivyokulea, matunzo niliyokupa, basi itakuwa ni mara 10 ya hapo baada ya kuwa na wewe unafanya. Baba, mbona mimi siwezi kukatalia wewe ukioa? Yaani wewe hata kama ukija ukioa wake zako, mimi siwezi nikaja nikawafanyia vitu vyovyote. Baba, mimi siwezi kuwa mkeo. Baba, mimi mwanao. Yaani unajisikiaje labda mimi nikiwa naongea na wewe nalia? Angekuwa mamangu kwa ananifanyia hivi. Unachotaka mwanangu, unitoe mchanga matone kwangu. Kwa hiyo, hivi vitu sio vigeni. Mbona uko wenzetu huko Ulaya wanafanya? Na inakuwa ni siri yao. Why sisi? Unapika chakula kizuri na shiba. Kwa baada ya kuwa mimi ni shiba, unatakiwa uniturise. Nisiende chooni mwanangu, nije kitandani kwako. Nikupeti peti. Hebu nifikirie hilo. Mimi niliogopa kuoa baada ya mama yako kufariki. Nikiogopa kwamba naweza nikaoa mwanamke mwingine, akaja akakutesa wewe, akakunyanyasa wewe.
Kwa nikasema hacha mwanangu nimlee vizuri, nimvalishe vizuri, apendeze, ili mimi nije kunufaika na mwanangu. Sasa nafikiri mwanangu, nipatie asali yako nilande mimi, kuliko kuwapatia watu ambao watailamba hiyo asali baadaye waitie maji. Au kwa sababu mamangu amefariki watu baba, mimi moyo wangu mwepesi. Mimi siwezi kuonea hivi kwa mkeo, mimi siwezi kuwa mkeo baba. Nakufikiria. Kwanza usilie mwana. Mimi sitaki kuliona chozi lako. Unajua hilo chozi lako ni nzuri kama utakuwa unalia hapo kifuani kwangu na kubembeleza. Sio ulie kwa sababu ya maumivu. Siwezi kuwa mkeo. Hapo mimi ni mwanao. Una mtoto mmoja tu baba. Baba. Totocha. Toto anamsa Mwanda. Sasa hapo ndo kilikuwa chanzo cha matatizo yote kwanza. Lakini mimi nilikuwa naomba mawasiliano yako, chochote kinachotokea, ili tujue tunawasilianaje bibi yangu. Namba yangu hii hapa basi, nadhani tutawasiliana. Na pia mara kama unavyoona ndugu yangu, na vitu vyako hivi, mbona chuma hiki chenyewe kabisa, hiki chuma yani chuma kipya kabisa. Unajua mimi nauza mtumba grade 1. Unaona kitu hichi labda plain kabisa hii. Wewe usijali kaka, shukrani sana. Kwa nyingine ndugu yangu, leo vitu. Huko unafikiri bei kubwa, yani bei yake sana bure ni bei yangu. Sana bure, angalia wasi. Usijali kaka, wewe hakikisha tunawasiliana. Kwa hata bure. Na utaki neno hata bure utaki? Usiku ukishuka, kimya kinazungumza, hatua za pole gizani zinatembea, mlango unalia kama una siri, kuna macho yanatazama bila kuonekana, ukigeuka nyuma hakuna mtu, lakini pumzi ipo karibu sana. Ukijaribu kukimbia gizani, kivuli kinakuja tena, kivuli cha